Hii ni Kiko Media. Usisahau kusubscribe. Mwanamuziki wa Bongo Flava Diamond Platinum ambaye kwa sasa anatamba na wimbo wake mpya wa Happy amesema wimbo wake wa Koma Sava aliyoutoa Mei 2024 umemlipa sana kifedha. Hata hivyo, amebainisha kuwa wimbo huo wa Koma Sava haujamlipa tu kifedha, ila umemtambulisha kote duniani na kumpa nafasi nyingine ya kufahamika zaidi. Wimbo huo ulitrendi dunia nzima kwa ukubwa usio wa kawaida kwenye platform zote za Ulaya, Asia, Amerika na kuwafanya mastaa wa dunia kuposti wimbo huo na kucheza. Hii inaonyesha muziki wetu sasa upo level za juu kimataifa. Pia wimbo huo wa Koma Sava ndio wimbo mkubwa zaidi wa kimataifa kuwahi kutengenezwa na msanii kutoka Tanzania baada ya kuingia kwenye charts za Billboard. Kutokana na hilo, Diamond alikuwa msanii wa kwanza kutoka Tanzania kuingia katika chati hizo kubwa tangu zianzishwe mwaka 2022. Fahamu kuwa charts za Billboard USA Afrobeat huhusisha nyimbo 50 za Afrobeat zinazofanya vizuri nchini Marekani kwenye streaming, downloads na mauzo mengine ya kawaida. Aidha, kupitia orodha hii mpya, Koma Sava ndio wimbo pekee wa msanii kutoka nchini pamoja na Afrika Mashariki kuingia katika chati hizo. Hivyo huu ulikuwa ushindi mkubwa kabisa kwa muziki wa Bongo Flava na Afrika Mashariki yote kwa ujumla, kwani ni mara ya kwanza tangu Billboard ya Marekani ianzishwe kuwepo kwa charts za nyimbo 50 kutoka Afrika na kushika nafasi ya 39. Diamond Platinum akihojiwa na Wasafi Media pia ametoa siri ya kupenya kimataifa kwa wasanii wengine kuwa ni kufanya utafiti wa kutosha ili kujua namna gani ya kupenya kimataifa, ikiwa ni pamoja na kuwekeza fedha kwenye nyimbo na kufanya promotion ya kutosha ili uweze kufika mbali zaidi. Diamond ameongeza kuwa kwa sasa Tanzania muziki umepiga hatua ukilinganisha na zamani, lakini kinachokosekana kwenye muziki wa Tanzania ni utambulisho wa muziki wa Tanzania, kwani kila mtu amekuwa akipambana kivyake, ila ni muhimu kuwa na utambulisho wetu kama wa Tanzania. Muziki wa Tanzania umekuwa kwa kasi kubwa ukiongozwa na Bongo Flava ambayo imejipatia umaarufu kimataifa kupitia majukwaa ya kidijitali na YouTube. Wasanii chipukizi wanazidi kuchipua huku ubunifu wa muziki ukisaidia kuinua kiwango cha uzalishaji. Muziki huu unachanganya mitindo ya kisasa na kitamaduni ukijumuisha taarabu na dansi. Vipengele vya ukuaji wa muziki Tanzania ni kama kasi ya kidijitali. Wasanii wanatumia majukwaa ya mitandaoni yani YouTube, Spotify kusambaza muziki, huku YouTube ikirekodi mamilioni ya watazamaji kila mwezi. Ubunifu wa Bongo Flava. Mtindo huu wa kipekee umekuwa utambulisho wa nchi ukiunganisha hip hop ya Marekani na midundo ya kitamaduni. Ushawishi wa kitamaduni. Muziki wa taarabu na ngoma za jadi bado una nafasi yake katika utamaduni wa Tanzania. Ushirikiano wa kikanda. Wasanii wa Tanzania wanapata uungwaji mkono mkubwa nchini Kenya, kanda nzima ya Afrika Mashariki. Ukuaji huu unaonyeshwa pia na wasanii wengi chipukizi wanaojitokeza kama wanavyoonekana katika matoleo mapya ya muziki.